Haleluya, haleluya. Hii ni Biblia takatifu iliyoandikwa na watu 40 waliovuviwa nguvu au uwezo wa Roho Mtakatifu, na waliambiwa waandike ili sisi tupate kujifunza. Sasa ili uweze kutafsiri vizuri Biblia, unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu akufafanulie yale yaliyosemwa, kwa sababu yeye alikuwepo. Lakini pia hii Biblia haitakiwi uchukue mstari mmoja wa katikati au mwanzoni uanze kukimbia nao au uanze kutafsiri. Ili uweze kutafsiri vizuri Biblia, kuna njia mbili za kutafsiri Biblia. Njia ya kwanza, muktadha wa kifasihi, ambao tunaangalia mistari kadhaa. Kwa mfano nimechukua Mathayo 1:21. Kwa hiyo yatakiwa nisome mistari mitano juu na mistari mitano chini. Itanipa nini mwandishi alikuwa anamaanisha kuhusu Mathayo 1:21. Au nimechukua andiko la Marko 2:20. Kama sijaielewa, nikisoma mistari mitano au mstari wa kwanza mpaka wa 19 ili niunganishe na wa 20, na pale kwenye 20 niende chini tena ili niweze kupata maana ya huo mstari. Kama sijaelewa hapa, inatakiwa nirudi peji ya nyuma, manake Marko 1 niisome, alafu niunganishe na Marko 2 niende na Marko 3. Huo ni kutafsiri kwa tunasema muktadha wa kifasihi. Lakini muktadha wa kimazingira, kwamba je, hii Biblia kuna watu waliandikiwa kama watu wa Kolosai, wa Korintho, wa Tesalonike waliandikiwa. So tunaangalia, je, mwandishi alikuwa anamaanisha nini alipokuwa anawaandikia wa Galatia? Kwa nini mmekuwa wajinga wapumbavu namna hii? Mmeanza katika mwili, mmeanza katika roho, mnataka kumaliza katika mwili. Nini maana yake alikuwa anamaanisha mwandishi? So kuna mazingira anawaambia wa Galatia kwamba anawaambia wa Korintho inawapasa aidha mnyoe wote vipala au wote mfunge vilemba. Mazingira haya yalikuwa yanamaanisha nini? Kwa sababu tusije tukachukua hayo mazingira ya tamaduni hizo tukaingiza kwenye maisha yetu, ila kupitia hizo tamaduni ambazo aliwaambia, sisi tunajifunza nini? Tunaweza tukasema muktadha wa mazingira au muktadha wa kitamaduni. So kwa mfano, Yesu alikuwa anavaa kanzu toka amekuja mpaka ameenda amekufa, alikuwa anavaa kanzu. So muktadha wa kitamaduni, je, wote tuvae kanzu? So kwa sababu Yesu alivaa kanzu kwa sababu ni tamaduni yao. So Yesu alikuwa anatembelea, alikuwa amepanda punda. Je, ni tamaduni, mazingira. Je, wote sasa tupande punda? Tusitembelee V8, tusitembelee ndege, wote tupande sasa punda? No, tunatafsiri kulingana na mazingira, tunatafsiri kulingana na tamaduni. So lazima uangalie namna ambavyo itakusaidia kutafsiri Biblia. Yote yapo kwa ajili ya kujifunza. Mungu akutunze, Mungu akulinde.